ndiko tulikuwa tunamsikiliza Bobby Mkangi akizungumzia swala la ugatuzi haswa katika masuala ya afya. Na wewe msikilizaji popote ulipo unaweza changia kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 22277 au Twitter @radiomaisha @tomjapani #ni Kenya leo, na pia kwa ukurasa wa Radio Maisha kwenye Facebook. Naam, nilikuwa naendelea kujenga hiyo hoja, nianzie kihistoria tu ili tuwe na mapana ya kuangalia hili swala. Hata wakati wa kuiunda na kuichapisha hii katiba mpya, kama Wakenya wanakumbuka zile rasimu za awali, kulikuwa na pendekezo kwamba tuwe na tume ya huduma ya afya, Health Service Commission, ambayo ilikuja ikaondolewa katika zile rasimu nadhani wakati wa pale Naivasha, na Wakenya kusema kwamba commission ziko nyingi katika katiba, lakini naona pengine hapo pia ndio tulikosea kama taifa. Ndiposa kwangu ningependa tujiangazie kama jamii ya Wakenya, lakini sio tunyosheane vidole huyu na ule, hapo tutaingilia. Kwa hivyo hapo ndio tulianza kuanguka huu mtihani wa jinsi tutakavyoweza kutekeleza majukumu yetu kama taifa ya kiserikali, kuona kwamba Wakenya wanapata huduma bora. Nimesikia baadhi ya wanasiasa wakisema na kupendekeza kwamba hii tume pengine ndio itakuwa ndio suluhu ya yale masuala ambayo yanakumba sekta ya afya, na pia yale masuala ambayo madaktari wanapigania kwa sasa. Kwa hivyo pia tukumbuke hilo, na pengine tukitafuta suluhu tuangazie pia, je, hii Health Service Commission ambayo ilingatuliwa katika rasimu za katiba ndio ingekuja iwe ndio tiba, kwa sababu ingeangazia masuala yote ya afya kwa utaratibu mwafaka, jinsi wahudumu wa sekta ya afya wangeajiriwa, maslahi yao, stahiki zao, kama vile tuko na Teacher Service Commission, National Police Service Commission. Kwa hivyo hii ingekuja na pengine kufikia sasa yale mandumbano ambayo tunayaona, kukosa kusikizana tu, kwa sababu hata hili ni swala kama tulivyoona hapo awali, wahudumu wetu, wawakilishi wetu wanapigana, na hili mimi naona ni swala ambalo halipasi kuwa na mirengo ya kisiasa. Hili ni swala ambalo likiibuka ama likijichipuza, ningeona kwamba viongozi na uongozi wa taifa lote, upande wa serikali, upande wa upinzani, wanaketi pamoja na kusema, kwa sababu hili ni swala ambalo linamgonga Mkenya. Watoto wamekufa, watoto wanazidi kufa. Kwa nini tusiketi pamoja na tuweze kupata ile bipartisan ama non-partisan approach? Lakini tukianza kujaribu kukosoana na kulaumiana kisiasa, na lawama ziko ndio, na tukianza kunyosheana vidole, tukianza kujaribu kufunga mabao ya kisiasa, na hasa kwa sababu sasa tunaelekea katika lakini sasa Mkenya ndio wamezembea kazini. Hapo ndio sasa nilitaka unasikia kwamba wakati ambapo majadiliano alikuwa yanaendelea, unajua mheshimiwa Ishungwa alikuwa kwao nyumbani akiendeleza usajili wa wapiga kura. Mheshimiwa Ishungwa, mambo mengine ambayo ni mambo ya uvumi, tusilete kwa pengine ni sababu nani aliona Piers Muragori akisaidia Piers Muragori ni clerk wa kuzajua, iko katika vyombo vya habari akienda Nyeri, unajua, kwenda kuendeleza kampeni za kusajili wapiga kura. Sio jambo la Mheshimiwa na TJ, tafadhali, na mtu akizembea kazini tunasema amezembea kazini. Na unajua wakati mwaka jana katika hiki kipindi, Mheshimiwa Ishungwa, wakati kulikuwa pia na masuala ya ile internal audit ya Ministry of Health, na jinsi PS alivyomtisha jinsi PS alivyomtisha yule mwanahabari. Mheshimiwa Ishungwa alikuwa ndio wa kwanza alisema huyu afutwe kazi, unaona. Kwa hivyo tunaona kwamba pia kumekuwa na historia ya hii wizara kuweza kuzembea, kwamba utendakazi wake haujakuwa katika ile ngazi ama kidato ambacho Wakenya wanakipendelea. Na hivi juzi ilijitokeza wazi, kama alikuwa amekwenda Nyeri au kokote, alikuwa amezembea. Yani taifa
jambo ambalo ni janga kubwa kabisa ni hili linaloendelea. Wewe ndio unasimamia hili swala. Akatuma afisa wa chini ya kiwango chake. Kwa hivyo mimi narejea kwa ule swala la pili ambalo linaingiana zaidi na swala hili. Serikali wiki hii imetangaza bajeti ya mwaka huu ambayo bila shaka inaonyesha kwamba ukiwa mwaka wa uchaguzi, serikali ya Jubilee inanuia kutimiza baadhi ya ahadi ambazo iliahidi wakati wa kampeni ya uchaguzi. Kwa ujumla bajeti ya mwaka huu itakuwa ya shilingi trilioni 2.62. Aidha, serikali italazimika kukopa shilingi bilioni 500 ili kujaza mapengo ambayo yataibuka. Baadhi ya ahadi zinazolengwa kutekelezwa kwenye bajeti hii ni shilingi bilioni 284 kutengewa ujenzi wa barabara. Ikumbukwe kwamba Jubilee iliahidi kujenga kilomita 10,000 za barabara nchini. Shilingi bilioni 75 za kukamilisha ujenzi wa reli ya SGR. Pia kuna shilingi bilioni 13 za kufadhili ununuzi wa kompyuta kwa watoto wanaoanza masomo. Shughuli ya unyunyizaji maji mashamba imetengewa bilioni 7.3. Ikumbukwe kwamba Jubilee iliahidi kunyunyiza hekari milioni 1 kote nchini, ambalo ni swala zuri hasa tukiwa na ukame kama ambao tuko nao hivi sasa. Vile kuna shilingi bilioni 100 za kuwaongeza watumishi wa umma mishahara. Hata hivyo, serikali ya Jubilee imeonyesha ukosefu wa roho ya kukuza na kutetea mfumo wa ugatuzi, maana imepunguza kiwango cha pesa zinazofaa kutolewa kwa serikali za kaunti. Serikali imepunguza kiwango cha pesa za serikali za kaunti kwa shilingi bilioni 8. Hayo ni makadirio. Bajeti haijasomwa, lakini makadirio yamechapishwa. Hii ni licha baadhi ya serikali za kaunti kulalamika kwamba zimekuwa zikitengewa pesa kidogo ambazo hutolewa zikiwa zimechelewa. Sasa hivi Mheshimiwa Ichung'wah umesema kwamba madaktari wako chini ya kaunti, wameandikwa kazi na kaunti zao, ili hali tunawapunguzia mfuko wa hazina ya kila mwaka. Itakuwaje kwamba tunaweza kutatua tatizo hili la afya na matatizo mengine mengi ambayo yako katika kaunti wakati tunawanyang'anya hela? Pia kumbuka TJ, nimesema na nataka nirudie, baadhi ya magavana wetu ni wezi sana, wezi kupindukia. Kama kuna wezi kupindukia ni magavana. Na wakati tulifanya mambo ya ugatuzi, tulifanya hata ugatuzi wa wizi wa pesa za umma, na ile wizi imekuwa ikiendelea kwa makaunti. Ni wizi usio na kifani mahala popote duniani. Lakini mambo ya kuweka tarakimu za fedha ambazo zitatumika kwa mwaka, kwanza ni kuarifu, hiyo sio kazi ya serikali. Hiyo ni kazi ya bunge la kitaifa, National Assembly, na ndio wanatoa zile makadirio ambayo pesa zitagawa namna gani. Ndio wanaweza kubaliana na kupunguza ama kuongeza wabunge. Na tusizingatie bilioni 8 za mwaka huu, tusahau mwaka uliopita waliongezewa kama bilioni 33 ambazo wanasema bado hazitoshi. 32 bilioni ndio waliongezewa, na kila mwaka at least 40% kwenda 43-45 ya fedha ambazo tuko nazo za kitaifa zinaenda kwa serikali za ugatuzi. Hoja na jambo ambalo kama Wakenya tuwafaa kujiuliza ni hizi fedha zikifika pale kwa kaunti zatumika vipi? Magavana hawajatuambia wameshindwa kuongezea madaktari mshahara sababu wamepata pesa kidogo. Na kama ingekuwa ni yale, basi kuna wizara ambayo iko ya afya, kuna wizara ya fedha, National Treasury, wangeenda waseme basi tunahitaji kiwango hiki cha fedha. Lakini kwa mambo ya madaktari na mishahara yao, ukweli tuseme ni kuwa yale matarajio ya 300% ya mishahara ambayo madaktari walitaka waongezewe hayangewezekana. Na serikali za kikaunti, hata serikali ya kitaifa haiwezi kugharamia fedha kama zile. Ni kama tu wabunge wakati walichaguliwa wakisema waongezewe fedha kupita shilingi milioni 1 ya mshahara, na Wakenya na SRC wakasema haiwezekani, na wabunge ambao ndio wanagawa hizo fedha wakakubaliana na yale ambayo SRC, na kumbuka, na sijui Wakenya ni huwa wanasahau sababu wanapenda kuchukia wabunge wakituita MPs, na mimi sioni kama nakaa kama nguruwe, labda kuna wenye wanakaa kama nguruwe lakini sio mimi.
nataka niseme hivi. Mambo ya afya ambayo wakili amegusia. Na ni kweli yale ambayo ameangazia. Ya kuwa wakati tulifanya hii katiba yetu, na ni katiba nzuri lakini iko na shida kadha wa kadha. Wakati tulifanya hii katiba tulitoa hiyo National Health Commission. Tukawekea Police Service Commission. Tukawekea wahuduma wengine wa serikali, Public Service Commission. Tukawekea walimu, Teacher Service Commission. Madaktari wakaachwa nje. Na hapo hata madaktari, labda sijui ni wachache sana Kenya, ndio hawakuwa na watu ambao walikuwa wanawasemea sana, ama hawa watu wa civil society ambao walikuwa wanaendesha hii katiba hawakuwa wanapenda madaktari. Lakini nataka niseme ni madaktari wana haki kulipwa vizuri, lakini ni lazima madaktari kama wabunge wakubali ya kuwa yale matakwa yao yote ambayo wanataka hayawezekani. Na wakubali hata kama wataka huduma ziwe bora zaidi. Ndiyo. Ni lazima pawe na give and take. Na ningewaomba, sasa nawaomba, hata leo kanisani huko PCA Kambura nimeinama nikaombea madaktari. Nikaomba Mungu awafungue macho waweze kuelewa ya kuwa yale mambo yote ambayo wanataka. Ni sawa. Mimi wacha, unajua hii mtu ya Kawangware hawezi jua mambo ya kanisa. Wacha nimalizie. Ngoja nimalizie Simbarati ya Kawangware, utasema tukimaliza. Nataka niseme hivi. Mambo ya afya pia tukiingiza siasa, tukileta hizo siasa za kuwa kila siku tunataka tuandamane twende Uhuru Park, wanasiasa waje Uhuru Park watu hutubie. Na nashukuru sababu madaktari wengine, wakati Raila Odinga, wakati Boniface Mwangi walienda pale kuleta siasa, kuna baadhi ya madaktari ambao walisimama wakasema msituletee siasa. Na nitawaomba wasikubali kuletewa siasa. Na kama wamefungwa waende waulize Raila kwa nini alituma Governor Jack Ranguma aseme wafungwe ili waweze kuleta siasa. Mheshimiwa Arati, nataka nichukulie Mheshimiwa Arati amesema Mheshimiwa Ichung'wah hapa kwamba makadirio haya ataletwa bungeni na wabunge ndo wataamua iwapo kwamba kaunti zitapunguziwa hela ama zitaongezewa. Tuelezee kama mtaongeza ama mtapunguza. Unajua swala lingine muhimu tunataka tukubaliane ni kwamba ukiona watu ambao wako na kichaa kama ya kina Ichung'wah wakati mwingine hauna haja ya kujibu yale anayosemwa. Lakini nataka niseme hivi, kama kuna serikali ambayo imeiba pesa nyingi tu, ni serikali ya Ruto, ambayo familia ya rais mwenyewe, dada ya rais, ana supply container 100 za mobile clinics ambazo zinafaa kulipwa shilingi milioni 149. Yeye analipwa bilioni 1. Anatengeneza faida ya milioni 880. Sasa tunajiuliza, juzi tumeona kwamba familia ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta iko na utajiri karibu wa trilioni 3. Lakini wanaendelea tu kuibia yule Mkenya wa kawaida. Na hawa ambao bwana, umeuliza swali kwa sababu makadirio budget tu. Nimekuambia hawezi. Umeniuliza swali. Nataka kwamba huyu nikiguza hiyo line, unajua mtu ambaye ana hoja na kusema kazi yake ni matusi, kutukana Uhuru, nikiguza hiyo line lazima itakuwa kwamba jibu. Nataka niseme nataka ya masomo. Naomba mheshimiwa tupatie nafasi. Masomo gani bwana Tom? Nataka niseme kwamba hii serikali ya Uhuru Kenyatta ndiye imeamua kwamba huyu ambaye ameshikwa na kichaa, hata katika bunge utaona ambao wanatusi nambari zao zile za tyranny of numbers, kwamba watapitisha ile bajeti upende usipende. Kwa hivyo nataka niseme kwamba hata kama wataileta bungeni, serikali ya Uhuru Kenyatta imeamua kwamba hawawezi peana pesa hizi katika kaunti 47. Kwa sababu nia yao lazima waweke pesa kidogo katika SGR, waibe kidogo, waweke katika mambo ya hospitali, waibe. Sasa nataka kusema kwamba kama kuna watu wabaya, wadhalimu, walowezi, wauaji, kwa sababu watu wanapokufa kule hospitalini ni serikali ya Uhuru Kenyatta ambao inaua watu. Nataka niseme kwamba hawana nia yoyote
ya kuhakikisha kwamba maisha ya mwana Kenya ambayo rais alichukua Biblia na kaapa kwamba nitalinda maisha ya Mkenya, ayalindi, analinda maisha kidogo ya watu wale ambao wako karibu na yeye, ya kina Ichungwa, ya kina Ruto. Kulinda maisha ni kwenda kupea watu ningependa kumwaga mtazamaji wetu katika runinga KTN News. Umekuwa ukiangalia kipindi Kenya Leo, ambapo tunachanganua masuala ya uongozi bora nchini Kenya, ambapo hii leo tunaangazia swala kuu, swala sugu, swala msumari la mgomo wa madaktari. Na katika studio tunaye Mheshimiwa Simbarati, Mheshimiwa Kimani Chungwa na pamoja na wakili Bobby Mkangi. Ukitaka kuwasiliana nasi na kutupatia ujumbe wako, unaweza changia kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 22277. Unaweza tuma pia Twitter kwa Radio Maisha ama Tom Japani katika hashtag ya Kenya Leo na ukurasa wa Radio Maisha kwenye Facebook. Ningependa saizi tumsikilize Senator hayuko wakaleta Simbarati. Pole ni wa Kenya na pole ni watu wa kodi. Wakili Bobby Mkangi, malizia hili swala la makadirio ya bajeti, kwa sababu nyinyi ndio